Okay. Leo nataka niongelee kuhusiana na mkubwa Fela na wanawe. Katika jamii yetu tumezoea kuna kitu fulani hivi kinaitwa mtu akipata matatizo tuna ule utaratibu wa kuweza kumchangia na nini. Lakini kikubwa hapa inabidi niongelee kuhusiana na hali ambayo inatokea kwa sasa hivi. Mzee wetu Fela, mkubwa Fela amepata maradhi, anaumwa na tunajua kitu gani ambacho kinatokea. Sasa katika industry ambayo aliyokuwepo, kwa wale watu ambao hawajui, kuwa manager wa wasanii wengi sana, yeye mwenyewe anadai ni zaidi ya 150 kwa muda mrefu sana. Na kuwa manager kama kuwa kiongozi, kuna vitu vingi ambavyo watu wengi hawajui. Na vitu vyenyewe vinaambatana na nini? Kitu cha kwanza kimbatana na kuwasaidia watu kukua, lakini upande wa pili watu watakupenda. Maana upande wa pili kuna watu wengine hawatakupenda, watakuchukia. Why? Inawezekana kwenye maamuzi ambayo uliyafanya, aidha uliwasaidia au uliwanyanyasa. Inategemea na watu uliwafanya nini. Sawa, mtu mwingine inawezekana ulimsaidia baadaye akakuchukia. Mwingine ulimnyanyasa baadaye akachukulia poa. Yapo hivyo. Sawa. Sasa katika vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa hivi, huyu mheshimiwa ni mgonjwa na anaumwa sana. Yaani unajua mtu ambaye anaumwa hawezi kujisaidia kwenye kitu chochote, anasaidiwa. Na inasemekana ugonjwa wake aliumwa kama miaka 2 au 3 iliyopita. Lakini hapo Mr. Diamond Platinum ambaye walikuwa kampuni moja na Mheshimiwa Fela, inavyoonekana kwa sasa hivi ndo anatupiwa lawama za kutomsaidia na nani? Na mkeo wa Fela. Sawa? Kwa hiyo inabidi hapo tuelewane kidogo. Kuna pande mbili. Upande wa kwanza wanaomchukia, upande wa pili wanaompenda. Pande mbili ndio ipo hivyo, hata kama wewe na niki kiasi gani. Hata Bwana Yesu naye hivyo. Kuna watu walikuwa wanamchukia na watu walikuwa wanampenda. Mafarisayo walikuwa wanamchukia na wengine walikuwa wanampenda. Ndio maisha hapo hivyo. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kipo ni kwamba katika haya maisha ambayo alikuwa anaishi yeye, katika hizo pande mbili, sasa hivi ndo zimekuwa katika maneno. Huyu anamsema huyu anamsema huyu. Kwa hiyo mimi sitosimama kwenye pande zote mbili. Mimi nitasimama kwenye kitu gani ambacho kimetokea kwake yeye pamoja na kampuni ambayo aliasisi, ambayo ni Wasafi. Kitu ambacho kipo mpaka saa hizi, huyu anaumwa. Kwenye kuumwa inavyosemekana Diamond alimsaidia sana, lakini baadaye akaja akakata msaada. Kwa hiyo sehemu hiyo inabidi tusimamie. Kama huyu alikuwa ni mmoja kati ya muasisi wa hiyo kampuni, inamaanisha kampuni kama kampuni huwa ina taratibu zake. Kama mfanyakazi au bosi, yani manake kama mfanyakazi wa kawaida au CEO, kama akiwa anaumwa kuna utaratibu mara nyingi wa kampuni anashughulikiwa vipi. Lakini kitu kinachonishangaza zaidi ni kwamba matibabu ya Mheshimiwa Fela au ya mkubwa Fela inaonekana hizifu yalitolewa msaada na si utaratibu wa kampuni. Kwamba unajua Diamond alitoa milioni 200, alimpeleka India, alimpeleka what the hell man? Huyu alikuwa kwenye kampuni. Kama alikuwa kwenye kampuni maana yake ana share kwenye kampuni. Kama alikuwa ana share kwenye kampuni, utaratibu wa kampuni wa wakubwa wake, mabosi wao wakiwa wanaumwa, utaratibu wake upoje? Inamaanisha leo hii Wasafi kama Wasafi yenyewe kama kampuni haina bima ya afya. Hata watu wake wakiumwa hela zinatoka mfukoni na sio zinatoka kwenye ofisi kwenda kuatibia badala ya kutoka kwenye ofisi. Sasa hapa ndo kitu ambacho kinabidi watu wajiulize. Kama wewe unakuwa na kampuni yako alafu bosi mmoja hapo, co-founder, anaumwa, mnaanza kujichanga, inakuwaje tena? Kwa hiyo sehemu moja ambayo wamefeli ni hiyo. Ni vizuri, kitu alichokifanya ni kizuri, lakini ilitakiwa kuwe na utaratibu. SOP wanaziita, Standard Operating Procedure, ambazo zinasimamia vitu vyote. Kama mtu akiumwa inakuwaje? Zipo hata serikalini. Kama mtu akiumwa baada ya miezi 6 anatakiwa apewe nusu mshahara, ndio hivyo. Hata bima za afya hizi zinazo zina utaratibu wake, lakini itakiwa hata na bima ya afya. Yes, inawezekana utaratibu ana akiumwa hivi atapelekwa nje, akipelekwa nje labda atahudumiwa ndani ya miezi kadhaa, ikishindikana atarudishwa nyumbani, lakini akirudishwa nyumbani kuna bima ya afya ambayo itamsaidia kipindi hapo yupo nyumbani. Kama atalazwa, matibabu kule yanagharimu pesa nyingi, akirudi nyumbani inamaanisha kuna kuwa na nesi ambaye anaenda kumtembelea kila baada ya siku kadhaa. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa watu wavijue.
Turudi kwa mheshimiwa Diamond Platinum. Kitu ambacho kipo ni kwamba yeye kama mmoja wa co-founder nao wa Wasafi, hivyo ni vitu ambavyo anatakiwa aviulizie kwa baadhi ya watu. Sawa? Kama wao wana pamoja na wao kina Kusaga, wale wanajua wameendesha kampuni zile Clouds muda mrefu sana. Sasa sijajua kwa nini haya mambo ya nini. Labda sasa kampuni iliendeshwa au iliundwa kiujanja ujanja. Unajua kitu kikiundwa kiujanja ujanja kina utaratibu, watu wapewi hisa, wapewi nini. Nayo inakuwa hilo tatizo. Kwenye hali yake yeye alisha play part yake. Japokuwa nilivyosema kama kampuni ilishindwa kufanya utaratibu wake, yeye kama yeye alifanya part yake. Lakini alivyofanya part yake, yeye kama yeye kuna baadhi ya vitu litakiwa vizingatie. Kitu cha kwanza kabisa kuliko vyote, alichofanya kizuri ni kwamba kutojibishana na huyu mke wa Fela anavyomshutumu kuhusiana na hayo mambo. Yes, inawezekana anamshutumi, kuna baadhi ya vitu labda avipitia, aidha ndio hivyo wanavyosema alitoa hela, mama anakula hela, anaenda kufanya nini. Lakini alichokuwa anatakiwa afanye, ajue kabisa yeye yule alikuwa ni mmoja kati ya co-founder. Kwa kama co-founder ana haki zake nazo, alitakiwa aulizie hizo haki zake. Baada ya kuulizia na kujua kwamba utaratibu upoje, aende kuact according na utaratibu wa ofisi. Ukiachana na yeye kama yeye na uhusiano wake na nani? Na mkuu wa Fela. Hiyo ni ya kwanza. Pia yeye ni binadamu, inabidi nimtetee hapa. Kuna baadhi ya vitu sisi kama binadamu tukiwa tunavifanya, alafu tukipata negative feedback, huwa lazima na sisi tuweze kureact. Mfano, mimi na ndugu yangu mmoja hivi alikuwa anahitaji msaada wangu. Kipindi naomba huo msaada, mimi nilikuwa katika hali mbaya sana. Yule ndugu yangu alichofanya, akasema kwa kuwa unisaidii basi mimi na wewe udugu ufe. Mimi nikashangaa kweli, nikasema kwa hiyo inamaanisha leo hii huyu anasema udugu ufe kwa sababu sijamsaidia kitu fulani? Okay, basi mimi nikasema haina shida. Kwa hiyo ikapita mwaka kama mmoja hivi. Ule mwaka mmoja ulivyopita, ndugu yangu yule ambaye alisema udugu ufe, ikabidi awapigie simu, ampigie simu mama, ampigie simu dada yangu, apigie simu na watu wengine. Akawa anauliza, jamani, huyu mtu vipi, mbona anipigii simu? Miaka ya nyuma tulikuwa tunaongea vizuri. Unajua hapo alikuwa ashasahau kwamba mwaka mmoja uliopita